Nami niliona mtumishi ambaye kwa mtandao tutahubiri na yeye, na mimi yeye ashahubiri, Reverend Chocolate Stadenem. Wageni wote walio hapa, ushirika wa kanisa hili, akina mama wote, naomba niwasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Fanya hivi mkono, fanya hivi mkono. Mimi ni yule nilisema ukifika mkutano wacha stress. Fanya hivi. Haleluya. Amen. Jina langu naitwa Pastor Daktari Salina Chelimo Cheruyo Wekesa. Haleluya. Nimezaliwa Baringo County, nikaolewa Western na mluya moja mzuri sana. Ninafanya kazi ya Mungu Nandi County, nikiwa mchungaji wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Nimekuwa mchungaji sasa miaka 18. Nimebarikiwa na mume mmoja na watoto wengi. Kikwetu hapa nasema watoto, endelea tu kuzaa. So na watoto wengi na bado operation inaendelea. So huyo ni mimi. Nimefurahi asubuhi ya leo kufika hapa. Nimekuwa na kongamano mbili. Nimekuwa kule Mombasa, kanisa la Deliverance Church. Nilitoka Mombasa na ndege kwa sababu ya shughuli nyingi niko nazo. Nimekuja kwenda Nakuru conference ya Free Pentecostal Church juzi na jana, na ndio leo asubuhi nimetoka Nakuru. Nina salamu kutoka nyumba yangu, tumezungumza na familia, Reverend wangu na bishop yangu wananiombea, na pia jamii yangu wananiombea. Mahali nimetoka ninaambia naenda Kisumu cha huko inaitwa Dala. Watu wenye hawana haraka lakini wanapenda Mungu. Wakaniambia ni wasalimu, pokee maana ni zenu. Amen. Kwa hivyo nimefurahi kuwa hapa. Asanteni kunipea nafasi. Ningependa tu kujua muda nitazungumza. Ningependa kujua muda ambaye nitazungumza. So nipewe hiyo program. Wangapi wananijua? Mayo na huyu mama mahali. Oh, bishop unanijua? Kama bishop ananijua, nyinyi wote mnanijua. Nakumbuka kitabu kingine walisema kama baba amesoma. Mnakumbuka? So kama baba amesoma, sisi wote tumefanya. So let me see my time. Na inanichanganya kidogo. I wish ningeambiwa vizuri. Sasa ni 11:40. Nafaa nizungumze mpaka 12:30. Sioni. Tayari hiyo saa iko tofauti. So wale concern waniambie ndio nijue nitamaliza saa ngapi. Sasa hivi ni saa 5:40. Nimaliza saa ngapi? Siwezi enda mpaka saa 8. Saa 7:30. Saa 7:30. Oh, so I have enough time. So nitahubiri, nitafundisha, ninajulishwa pia nitakuwa na another program saa 8. Ni theme ya mwaka katika jina la Yesu. Kama uko na Biblia tufungue hapo. Wale hawanijui, naitwa hiyo majina nimewapa. Tutajuana tukiendelea. Wale mko mbele nyuma, naomba wangesonga mbele, kwa sababu wakichukua video ni mzuri kila mmoja aonekane. Si ni kweli? Kitabu cha Luka 7:11. Tuko hapo wote? Baadaye kidogo alikwenda
aliinuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu ameangalia watu wake. Habari yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando, na kanisa waseme amen. Baba, katika jina la Yesu, naomba uachilie neema na baraka ninapozungumza na mkutano huu. Kupitia neno lako tukapone, kupitia neno lako tukainuke, kupitia neno lako tukabarikiwe. Zungumza na hii mkutano kwa jina la Yesu, naomba sema amen. Naweza kusikwa niongea hapo chini? Itakuwa sawa? Inaweza songa? Haisongi. So nikuja peke yangu nichilete. Sawa sawa. Kwa sababu naona kama niko juu hapa. Ama mko sawa? Okay. Kama nyinyi mko sawa, si hata mimi niko sawa. Nilifikiria niwakaribie kidogo. Wacha kuhubiri, nikifikiria kushuka nitakuja kwa ruhusa ya bishop. Si kweli? Tumesoma neno kitabu cha Luka, na hiyo neno inasema woman don't cry. Wamama wamekuwa nafasi ya adui kuwa target. Maana mimi nilisema mama akipona nyumba imepona. Nyumba ikipona kanisa, na kanisa ikipona inji. Sema amen. Na mama akiwa na stress, kila kitu, hata kusipaka iko na tabu, hata vyombo, hata ugali anapiga hivi, maana kila kitu inamsumbua. Na mama ana uwezo ya kusema hii nyumba, shetani apenda asipende, tutaishi kwa furaha. Hata asikuwa na pesa, bora ameamua hiyo nyumba itakuwa na furaha. Na mama pia anaweza amua nyumba ikuwe na stress. Hata kama kuna salad, anasema hawa nitawatembeza. Hawa hata kama mzee ako na pesa, akiamua kuwazungusha, unajua kanisa haianzii hapa. Kanisa inaanzia nyumbani. Na mchungaji mwenye analeta kanisa vizuri ni mama. Wacha niwaulize wa mama, usiposema tuombe wataomba. Tuseme tu jioni maliza kukula, enda lala. Utasikia nyimbo siku. Kumaanisha wewe ndio unaweka moto ya kanisa nyumbani. Sema amen. Mama akiwa mwombezi, nyumba itakuwa mwombezi. Yeah. Praise the Lord. Mama ana uwezo ya kutengeneza kanisa ya nyumbani. Na ndio tunasema kanisa ikuwe kubwa hivi, imeanzia nyumbani. Unaleta ibada yako hapa, mimi naleta yangu, tukiunganisha mafamilia ya Wakristo ndio inatengeneza kanisa. Na shetani amejua mahali pa kumalizia kanisa kubwa, anaenda anamaliza kanisa nyumbani. Nyumbani hakuna kuimba, bado mnaimba nyumbani. Jioni mnaomba, mnajua tuko kanisa, mnasoma Biblia. Hiyo vitu adui anajaribu kumalizana nayo nyumbani, na mwenye anataka ni mama. Mama wache maombi, ikifika jioni ni ma-stress, ni mahasira. Hiyo ikikaribia saa ya kuomba, naona mama tu anaanza kusema hii nyumba tuko tu kwa sababu ya Mungu. Shetani anatafuta amalize ibada. Tumekuja kongamano la mwaka huu,
wakifika kanisa hawashiki network. Wanaweza kwa sababu hata yeye maombi. That is why tunatafuta uwepo kwa muda, kwa sababu hata nyumbani hakuna uwepo. Tumekuja hii mwaka turejeshe imani, turejeshe kanisa ya nyumbani. Kanisa ya nyumbani kipona, hata kanisa Mungu kushuka ni rahisi. Sema amen. Najua mahali natoka, niambia wamama sio mzuri, niliambia washirika yangu sio mzuri muombe kila kitu. Uombe sadaka, tukuombe uimbe, tukuombe uinue mkono, hata amen yenye iko mdomo. So useme tu amen. Na sasa zingine mnatupea kazi Mungu, tunahubiri amuzeni amen. Lakini kile mimi najua bishop, kenye mtu anafanya, kenye unapanda, wewe endelea tu kunyamazia mhubiri na kuangalia namna hiyo. Hivi kuna siku utapewa microphone, waanze tu kusema praise God church, praise God, watu wote wanakuona kumbe ni malipo unapokea. So wacha niongelee na yangu nimalize, lakini yule atanitia moyo tusafiri pamoja. Oh, asante, umenitia moyo. Nataka tuende sasa kwa neno, na kabla neno ili ni kongamano la wamama, nataka niseme mambo tatu. Ya kwanza kabla sijaanza mafundisho yangu ni kwamba kutoka Ufunuo, hata usiandike hiyo, sikiza tu, kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo kwa Biblia hakuna dili mama alichora ilianguka. Wacha nirudie, usiandike utaelewa. Kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo kila kitu mama alipanga, hata ile mbaya ya Delila ilifaulu. Enda fanya research, 40% ya wanaume mama akipanga kitu aianguka. Hata ile kitu ulipanga si ilifaulu. Kuna nanga ukisema basi wahi chua ni nini? Anything that a woman can strike inaweza faulu. Na hapa tumekuja we strike good deal. Say amen. Wamama wewe, Mungu kutoka Mwanzo alidhamini kwa mama, na alijua ukichora dini na mama inafaulu. Tuseme malaje hivi, aliposema matunda ikulwe, ilikulwa ama haikukulwa? Sara aliposema mtoto asaliwe, alisaliwa ama alisaliwa? Alipeana tu orders. Rebeka aliposema Yakobo abarikiwe, alibarikiwa ama kubarikiwa? Tuendelee tusiendelee? Hata wakati Yesu anazaliwa, Mungu anajua ukipanga dini na mama itaiva. Maana hata Yesu angezaliwa na mwanaume, tulikuwa tu Holy Spirit. Na huwa anasema katika kila familia kuna utatu, vile kuna utatu kwa Mungu. Mbinguni kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hata familia ina utatu. Unajua baba kwa boma ni yule mtu anagawa jina na Mungu. Mungu anaitwa Baba na hao pia wanaitwa baba. Karibu naanza mafundisho, tunajuana tu, usisituke sana. Unajua Mungu Yesu anasema ombeni hivi, Baba yetu aliye. Alijua kuna Baba yetu aliye. Hakutaka confusion. Unajua nini ni baba kama Mungu Baba? Si ni kweli? Hata ukiangalia maisha ya baba na Mungu si mbali. Hawapendi kufananishwa na mwingine. Wewe jaribu siku moja ufananishe mzee yako na jirani. Oh. Waambie sasa, unaona jirani
na Roho Mtakatifu. Na ukiangalia tabia ya Roho Mtakatifu, they can convict. Mama akikutawala utatoa pesa yote. Kweli kwa wasema wenye Mungu hapa. Mama akifika kutawala tu kila kitu, utasema ndio hiyo, hata hiyo ndio hiyo, hata tabia ya mama si mbali na Roho Mtakatifu. Amen. Swali niache siasa. Yesu mwana ni kama watoto wetu wana. Kwa hivyo kuna utatu wa Mungu na utatu wa familia. Na leo niliambiwa nazungumzia huyu mama katika utatu. Na huwa nasema kwa familia, baba ni chairman, mama ni secretary, na watoto ni BOG members. Kwa nini mama ni secretary? Kwa mafundisho yangu ya ndoa, nina kipindi kwa Kass TV na Citizen inaitwa Operation Okoa Ndoa. Kwa nini mama ni secretary? Kwa sababu kwa sababu mama hawezi sahau kitu. Umchape leo atakumbuka miaka 20. Hata ile kofi alichapa 2004. Anaona alisema, alinichapa. Kuuliza lini? Acha usiseme 20 years ago. Anakumbuka mpaka saa, mpaka siku, mpaka tarehe. Unajua kama wazee saa zingine wanasahau tarehe yenye first born alizaliwa. Lakini mama anakanga anasema ilikuwa inanyesha kwa jioni saa 10 mpaka unashindwa hii yote. So katika ndoa mama ni secretary. Ndio mjomba juzi niliongelesha wazee. Nikasema wazee ukiwa na nguvu usitese mama. Maana mama ana uwezo ya kukuweka 40 years. Kisha kurevenge. Mama ana uwezo ya kunyamazia ile mateso. Lakini ndani yake anasema nitakuja kurevenge. Ndio naambia wazee ukichapa mama chapa pole pole. Maana siku ile anaweza rudi kurevenge. Nilitembelea mzee mmoja hapa karibu Kibosi. Kaniambia pasta sasa inakuja. Kuja niongeleshe sasa wamezeeka. Kaenda nikaambia karibu. Kaniambia karibu, aniambia pasta ongeleshe hii bibi yako. Siku hizi anipei ugali. Na hata akinipea anahakikisha imekuwa baridi. Ya pili hata akikoa ananitemea. Nikasema hii bongo ni mbaya. Nikachukua shoshoka. Kaambia shosho, mbona unateza hii mzee? Akaniambia basta. Unaona hii bongo? Hii mzee alichapa. Unaona hii masikio katika? Yeye ndiye aliuma. Hata sijaanza. Nikajua kumbe wamama wana uwezo ya kuweka kitu baadaye akuje alipishe. Lakini mlio hapa ninawaombea msamehe wale wamewakosea ili msije mkarudi kurevenge. Na wazee ni mzuri kwa familia kama ulisamehewa. Sasa mimi nauliza ilishanga ile vitu. Inaweza kuwa yenye inakupotea mbaya. Na wao ndio hapa mkisha samehe. Kuna vitu wazee hawapendi. Wazee hawapendi kufunguliwa vitu ambaye ilipita. Ile makosa alifanya na mkasameana, wanaume hawapendi. Ukileta hiyo file inawasumbua sana. Kwa hivyo wamama tukisamea, tusamee ya milele. Sema amen. Sasa sinianze mafundisho. Sikuwa nimeanza. Naomba nihubiri ujumbe. Alafu baadaye nikiwa na nafasi nitafunza
maisha ya mama. Nilipojiandaa kwa ajili ya hii mkutano, nilipoiona hiyo ujumbe nikasema, Yesu alipoingia mji ya Naini, nikaona kuna vitu ilibadilika. Na mimi nimeweka hivi, Yesu akiingia maisha ya mama kupitia hiyo fasi, kuna vitu 12 inafaa kubadilika. Yesu alipoingia mji, sema mji, alipoingia kwenye lango la mji. Hello? Sasa wacha niteremke. Niteremke. Ndio napenda maisha ya Wachaluo sana. Mpaka nimefikiria kama Jona angekuwa Mchaluo wakati aliingia kwa tumbo ya samaki, angepiga simu kusema, halo Omega, piga ugali, niko ndani ya mboga. Hata ni vile hakuwa Mchaluo. Kuna watoto hapa kweli? Mimi nakuanga dangerous. Iko watoto? Hawako? Okay. So, kuna maneno nikisema na are we live? We are not live. We are not live. So mambo mengine inaweza kupakia hapa. Mama ni mlango. Andika mlango. Chochote kitaka kupandwa, mama lazima afungue mlango. Mama ni kete naitwa nini sasa? Mlango ni hii. Mama ni mlango ama ni kete. Mama ana uwezo ya kufunga kete na kuruhusu Kenya anataka ikuje kwa boma, na anaweza kataa ingine isingie. Ama communicating? Yes. Mama asipofungua mlango, kuna vitu haitamwingia. Mama ni mlango, mama ni lango. Hello? Mama pia ni kama madhabahu. Unataka kuni? Okay. Anarekod. Hii vitu yenu ya kurekod. Hello? Mama ni mlango. Sawa sawa. Hiyo mlango ikifungwa, ni mwenye nyumba ataruhusu ifunguliwe. Na asipofungua, hautaingia. Unaona moyo ya mama ni mlango. Mama asipokufungulia moyo wake, utapisha. Siara vile tulikuwa tunakatiwa. Mbona mnakani kama mko fajini? Anasema, unakumbuka wakati ulikuwa unakatiwa unasema tutaongea kesho. Sasa hiyo bado mlango haijafunguka. Unasikia wazee wanasema bado mpaka afungue. Wamama oye. Wote tulio hapa sisi ni mlango. Ukiona kitu inatendeka kwa familia, ni mama ameruhusu. Mama akiwa ameokoka, akatae kusema sitafungua hiyo mlango. Sitafungua mlango ya ukimwi. Sitafungua mlango ya ulevi kwa hii boma. Inafunga milango ya ulevi. Atafunga. Hata mama anaweza amua kufunga mlango ya mke mwenzi. Nasema hii boma ni mimi na ni mimi peke yangu. Bibi mwingine ataletwa. Na utapata mzee atatangatanga mpaka aseme nilitaka kuoa lakini hii mama ni mchawi. Si mchawi, ni mlango ya mke mwenza ulifunga. Kuna milango leo tutafunga katika jina. Kuna mama moja alisimama na kuambia mzee, sikia, hata utangetake utaleta ukimwi. Na kweli huyo mzee alipookoka, ukimwi iko haimshika. Na ametangatanga
mlango ikafunguliwa. Yesu akiingia maisha ya mama, kuna vitu 12 inafanyika. Kwa kipindi cha ya kwanza nitasema hayo mama. Kitu ya kwanza Yesu alipoingia kwenye mji ambaye ilibadilika, kwamba Yesu alipoingia, Biblia inasema kulikuwa na maiti anabebwa. Na Yesu akushughulika na crowd, anashughulika na aliye na majonzi, bali alikuwa ni mama. Biblia inasema akakaribia lile jeneza, akaliguza. Na alipokaribia lile jeneza, mama akiwa kwa majonzi, Yesu akamwambia mama, sikia, usilie, nimefika. Kitu ya kwanza inabadilika Mungu akiingia maisha ya mama, majonzi ya uchungu inabadilika kuwa machozi ya furaha. God will change the tears of mourning to the tears of joy. Mama kaambiwa pangusa machozi, nimefika. Katika jina la Yesu, Mungu akiingia maisha yako, Yesu akiingia kwa hilo lango, inafaa machozi ibadilike. Machozi ya kulia ya kujisumbua ibadilike, tuache kulia ya furaha. Kuna kitu nilifanya research. Naona ukilia wakati kuna kitu chungu inakusumbua, ulia kabisa, useme Mungu. Ukishika hiyo machozi na kulamba, ina testingi chumvi. Lakini ukilia ya furaha, mcheke Bwana, ina testingi sukari. Jaribu. Yaani machozi ya uchungu, hata kuona ni chungu. Ndio Yesu alianza kwanza ya kwamba hata nikifanya miujiza na mama huyu hapo kwa machozi hataona miujiza. Kwa hiyo ilikuwa kwanza apanguse machozi ili Mungu amhudumie. Mara mingi unahitaji kupangusa machozi ndio uone ushuhuda na makuu. Bwana anakuangalia. Iliambia wamama kuna vitu 4 inakuza wanaume. Vitu gani? Kitu ya kwanza ambayo inafaa kukuza mwanaume ni machozi. Inafaa ukilia mseme ni nini baya na hii nyumba kweli nimeteseka kwa maisha yangu yote. Mzee asikie amekukosea. Lakini ukianza kulia na mzee analala, nasema hii nyumba, mzee anamoroka. Unamwambia unalia na anakuambia vitu inanisumbua. Ujue hiyo formula haifanyi kazi tena. Chukua angachi kiasi, ambia macho yangu kauka. Macho yangu kausha macho kama omena. Hiyo formula ya kulia haifanyi kazi. Weka formula nyingine. Sasa utalia, watoto wanalia na mtu analala. Tafuta angachi leso kubwa, ambia macho yangu, macho yangu kausha macho. Sema amen. Ukiona machozi yalikusi mwanaume, achana na kulia, achana naye. Hiyo kitu alipita hiyo stage. Unajua mwanaume ukisumbua kwa muda mrefu anafikanga mahali anasoea. So ukilia ni kama unamwimbia, unamwambia baba ya la. Na sasa unalia, anaona kama ni lala baya. Kwa mama wewe, pangusa machozi. Pangusa machozi ni uone miujiza ya mama huyu. Akaambiwa sikia na masaa. Kwa hiyo kitu ya kwanza Yesu alibadilisha ni machozi ya uchungu. Mama aanze kulia machozi ya furaha. Ya pili kitu ilibadilika. Watu wale walikuwa wanaelekea kaburi, wakakutana na Yesu. Kitu ilibadilika. There was turn around. Direction
kesho yetu iko aje. Lakini sasa tumeokoka, tunajua mahali tunaenda. Nakumbuka nikiwa msichana mdogo, ilikuwa tukikutana na watu wanaenda mtoni, naenda mtoni. Tukifika njiani, wale wanaenda center, naenda center. Sikuwa na direction. Mtu akiokoka, mama akiokoka, kama alikuwa mfitina, anaondoka kwa fitina, anaingia kuondoka, kuongea kuhusu mbingu, anawacha kuongelelea watu, anaongelelea Yesu. Juzi nilikuwa nafikiria, nasema ni nini bado inaweza nitoa kwa Yesu? Nikaandika fitina. Nikafikiria fitina, nikasema vita. Umechunguta, unapitianga shida mpaka unajipata ukikuguru. How to be a strong woman. Umepata shida mpaka unajipata ukikuguru. Unakuguru, nasema how to stay problematic husband. Ulipata pointi ngapi? Wamama wakikutana na Yesu, direction lazima ibadilike. Kuna kitu inaitwa tana. Ulikuwa unaangalia huko, alafu about kama ulikuwa unaelekea kwa ngamia, ukikutana na Yesu, there must be an about. Alafu uanze mwendo ya imani. Kama ulikuwa unaamkanga unaenda kwa saluni kwa fitina, mtu anafaa akiokoka, direction yake asubuhi inabadilika. Badala ya kwenda kwa fitina, anaenda shughuli zake. So unajua mama wa fitina vile wanaletanga hata tena. Unaanza nasema unaambia karibu, hata siingi. Lakini wacha niingie tu kidogo. Unapita watu wa fitina. Unaambia si uketi mahali. Hata siketi, lakini wacha niketi tu kidogo. Unaambia si nikuletee chai. Sikunywi, lakini wacha tu nikunywe kikombe moja. Reverend, kikombe moja ananga shida kwa mama. Kikombe ya ngapi? Hapo ndio kanisa inapomolewa. Hapo ndio bisho wanaongelelewa. Hata anasahau alikuwa anaenda. Sijui chai iliongezwa pombe kidogo kwa mama. Sio nyinyi wale wa dunia. Mnakaa suspects. Mama akiokoka, direction ya shughuli yake must change. Kama ulikuwa unaenda kugombana na watu, utaanza kwenda kuwahubiria. Kama ulikuwa unaamka ukielekea kusema sina chochote, utaamka na matumaini, unasema sina. Lakini ninaamini Mungu. Wamama oye. Wacha niwaambie wamama, na hili nasema mbele ya wazee. Kama mama ana pesa, utakirauliwa. Wamama, tafuteni pesa. Tafuteni pesa yenu. Kaa tu ukitegemea mzee akitoka unaambia, Brian, na ulete sukari. Nakumbuka huku hakuna majani. Brian, utaongeza majani. Brian, na ukumbuke kiberiti na ukuje mapema. Kateswa. Na pia wanaambia wazee, wamama hawapendani mzee mwenye hana pesa. Na nikafunza wazee, usisemage sina. Msitumie hiyo lugha. Unaona watoto na mama tuliumbwa karibu teseni. Tukikaanga hivi tunajua mko naye. Acha kusikia. Wamama wewe, ukiona mzee yako hapo na pesa maana. Yaani kuna kitu inatuambia Mungu tuna pesa. Sasa niliambia wazee, iki watu wakisema kuna hii, panga serikali yako. Mwambia kuna kitu napanga. Hata kama kuna kitu nasukuma
Hata kama ni shetani anasukuma pesa. Bana, hii wanawake, Biblia iliwaambia muishi nao kwa hekima. Wakikulisha miezi 2. Ndugu, hiyo ni miaka 5. Na ni miezi 2 tu alilipa rent, akafanya shopping kidogo, maana huko kwa na chochote. Iya ataenda tu akisema miaka ngapi? Miaka 5, hii mzee afanye kitu. Na ni chusi tu. Na nikaambia wazee, ninawaombea ili wamama wasiwadharau. Mungu awawekee pesa kwa mfuko. Na waombea wazee, najua wako hapa. Lakini naombea hawa, maana ukikosa pesa. Hivi umbe hawa. Unajua wazee, mwanamke peke yake ni mtu aliwahi ongea na shetani macho kwa macho. Wacha kuongea, walikula pamoja. Wacha kukula, walileta takeaway. Haya ni usamulie kidogo. Wazee uishi na wamama kwa hekima. Na pesa Mungu awawekee mfuko. Wakiitisha ukwe nayo. Na kama hauna, panga serikali. Wamama wewe. Kuna kitu wamama wanasemanga mkono mtupu. Kuna vitu 4 wanawake wanapenda. Mniruhusu tu nichanganye kila kitu. Mahubiri na mafundisho. Wamama wanapenda vitu 4. Kitu ya kwanza anapendanga kwa mzee yake. Anapendanga kuambiwa I love you. Hata kama unamezeeka. Kiambia nakupenda, mdomo inarudi normal. Inarudi. Unaona hata hii wazee gogo, hii washosho. Unasikia wanasema kuja kutuona, sio kuona. Wanataka kupendwa. Kitu ya pili wamama wanapenda sana kwa wazee wao. Wamama wanapenda pesa ya wazee yao. Mzee akikupea 2,000 alafu ulikuwa na 1,000 yako 5. Kani inakuwaka pesa mzuri? Ile ya mzee. Unakanga tumsema oh my God. Nilipewa. Na sisi ningapi nilipewa tu. Niliambia wazee, saa zingine ukikaa karibu na mama, chomolea hata 200. Na usiitishe cheni. Utaona vile tabia itabadilika haraka. Kitu ya 3 wamama wanapenda kwa wazee yao. Wamama wanapenda kutambuliwa. Kutambuliwa. Ukipewa microphone na huko na mama, tambua. Sema asio kwa nini mnamuulizana microphone wazee? Leo nimetembea na mama watoto na utumie ile jina mnatumianga nyumbani. Mambo ya kutustua mtapata. Mtu anakuja kukuita sweeter na uchawahi sikia hiyo. Ya nini? Oh, my sweeter tako hapa. Oh, the pini, the kideri. Oh, my queen. Baka mama anauliza. Ni mimi? Hata nashiko nini majina gani? Ya, wazee wote kutupea pressure. Tumieni majina ambaye tumezoea. Kama ni watoto, sema tumekuja na mama ya watoto, naomba asimame. Na hata sisi wamama hatupendangi kuongea. Ni kutambuliwa tu. Kwanza uko na kitenge yako. Alafu mzee aseme tunakuja na mke wangu. Ningependa tu asimame mahali yako. Wamama ukisimamanga hivi unasikiaje? Alafu useme praise the Lord. Alafu unasema Mungu awabariki. Ila kwamba unasikia umerelax. Wazee si mtu tambue tu kweli. Mbona mnatuanga tu kweli? Umetua ya kutosha. Ama aje wamama. Mtu amepewa anahubiri huko hata kusema uko hai. Ni kama alikusika zamani. Kutoka leo wazee ututambue
kunifunza. Kaambia hata saa ile mama anafikiria kuna kasetani mahali. Kakitu. Peleka yeye huko. Enda fanya kwa mkutano. Tambua yeye. Atasimama akisema kumbe hiyo vitu anasemanga ati hakuna maki, kumbe hakuna shindo. Unakumbuka Kibaki vile alifanya? Kibaki. Msengani? Yes. Unakumbuka vile alifanya wakati Lucy alisema ni kama kuna mtu. Unakumbuka? Alifanya nini? Alikuja media na Lucy. Na Lucy akakaa kando. Lucy akakaa kando akifanya Kibaki aliongea akasema wa Kenya, watu wote wa nchi hii, unajua mimi nina bibi mmoja. Na huyo mmoja was it true? No, it was not true. Was it true that? Sikulikuwa na nani? Wewe acha kuongea. Alipotambua mama huenda simu yote na banki. Haleluya. Wazee tamweni wa mama. Hata usikia waongee. Sema tu niko na hea, naomba wasalimie. Na wewe mama tu simama pole pole, usisimame kama niliona mwingine alisimamishwa akasimama na bagi yake yote. Tukashindwa anataka kutoroka. Simama na bagi yake yote. So kitu ya ile wamama wanapenda mzee mwenye anakuja na kari ya bagi. Wazee msitembeange kwako mkono mtupu. Sio kweli nimeongelea wazee na niko conference ya wamama. Kama kuna mtu hapa, Iko mtu. Wamama wanasema mkono mtupu. Ni mzuri mzee ukitembea kwako si kila siku wakati iko beba kadi ya bagi. Na ubebe hata kama mkate beba ni kama unataka anguka. Unajua macho ya wamama ni sharp. Akiangalia hivi anasema pass. Akiona hujaleta kitu anaendelea kuosha vyombo na anaimba wimbo hakuna. Lakini akitupa macho hivi aone umeleta kitu, unasikia anapanga battalion, anaambia watoto mwende baba yenu, kimbia. Hata yule mdogo achaongea sema baba. Inakwanga ni dini ya mama. Kumbe sio baba, wanasema kadi hapa. Iko nini? Wamama wewe. Tulikuwa point gani? Point 2. Ukikutana na Yesu nimewachana na hiyo. Sio nimemaliza. Vitu ile ni wamama wanapenda. Ni ukikutana na Yesu, your direction must change. Sio nimesema. Ya kwanza nilisema Mungu akikutana na wewe, machozi ya uchungu inaondoka na machozi ya furaha. Na hiyo tunakuombea kwa iko kamani. May you cry. May you ulie machozi ya furaha. Hallelujah. Ulilie furaha watoto wamepita. Uitwe Kenyatta University. Watoto wapate passport. Useme nani alijua tutakuwa hapa. Kumbe ni machozi Bwana anabadilisha. Ya pili tukasema direction. Kama ulikuwa unaamkanga kwenda fitina, kutoka leo ukiamuka enda peleka injili. Kama ulikuwa unaamka ukiwa haujui mahali pa kwenda, sasa kwa sababu umekutana na Yesu, kuwa mama wa kujipanga. Mambo ya kutakataka kwa manyumba tulikataa. Mnanisikia? Naamka kwa Monica, unaenda kwa Mary. Imefika lunch, hata watoto hawajatengenezewa lunch,
manuno. Tulisema the most expensive business in the world is minding your own business. Fanya usafi. Kazi ikisha, rudia kusukua sufuria. Nataka nijue majirani walilalaje. Majirani mulilalaje? Na ukiambia wao kulala vizuri. Mbona unakaa kama Yesu? Unataka ujue kila mtu alikaaje? So wewe mind your own business. Fanya shughuli zako. Ukiisha lala, wacha kutaka direction must change. That's right. Wacha nikwambie, ukihusika na vitu ya watu, utapewa uzito. Chana. Nataka familia wakae vizuri. Juzi nilikuwa nafunza kuhusu vita. Nikaambia wamama, sio kila vita unaingia. Nataka mashemeji wakae vizuri. Nataka wazazi, watu wote wapendane. Wapi? Kama wao kupendana wakati ya Yesu ndio watapendana wakati ya sio kila vita unapigana. Vita ingine nyamasia. Vita ingine kale kama uchaona. Vita ingine peleka kwa maombi. Vita ingine ambia mchungaji. Vita ingine kangia. Wanaongea lakini ni kama ikuingi. Sema amen. Nataka kila mtu akuwe na furaha. Utaweza furahisha dunia? Kama mimi nimehubiri sahihi na kuna mtu achafurahi. Sasa ninaangana kufurahisha yeye. Si bora ile reverend amenikaribisha amefurahi. Kuna mtu amekasirika tangu niongee. Anasema na hii mama ndio tunaletewa kweli. Unataka walete nani? Kama umekuwa na yako usingeweza mfuko mkubwa. Uweze furahisha watu. Na wacha nikwambie, watu watakufurahia ukiwa chini. Sikia. Ukiwa chini yao wanakufurahia. Kati utainuka. Tarajia vita. Watu wanakupenda ukiwa maskini pamoja. Wakati umeinuka, sikuseme kidogo. Hata ujanunua brando kama yangu. Nunua tu kafiti. Kidogo tu. Komboa hata ile ya ukomboa. Vita inaanzanga hapo. Sikia, watu watakupenda ukiwa chini. Ukiwa chini na hawa unashare ma problem. Wakati Mungu anakuinua kidogo. Vita. Na vita kubwa inakuanga kwa wachungaji. Na hiyo vita ni mbaya. Na kama kuna kitu imeua makanisa ya Pentecost ni wivu. Wivu. Na wacha nikwambia hasara ya wivu. Hasara ya wivu ni kwamba kenye unitakii haitakuwa yako. Maana usiponitakia ni kweli kama utakuwa ni kweli. Kama unitakii ni kwa mama kanisa utachaguliwa. Hiyo ni hasara ya wivu. Na ukitaka kukufa haraka. Ila hata madaktari hawatajua nini ilikuwa. Utanisha vitu tatu. Utanisha wivu. Ongeza umaskini ni uko nayo. Ongeza competition, kushindana na watu. Roho itapika mpaka anasema nimepika ya kutosha. Wacha mimi nipumzike. Roho inafanya tena. Nakutanisha wivu, umaskini ni uko nayo, competition watu, utakufa hata daktari hatajua nini ilikuwa. Sikia, watu wanakupenda wakati uko chini. Wakati unainuka. Wakati watoto yako wanainuliwa. Tarajia vita. Na wale wanaokupiga
wanaweza discuss waseme hii gari ukiwa na 3 million utanunua. Mwingine anasema hapana, hii gari ya 5 million. Waendelee kudiscuss. Mimi sina time ya kurudi na kuambia wapei ya gari. Kile nitafanya nitawaambia soma lebo. Soma namba. Hata wewe direction yako inafaa kuambia watu soma lebo. Toka kwa where they are. Ukirudi kujieleza watakumeza. Wacha kujieleza kwa watu. Oh, mimi ni single lady, sina mse, so tufanyaje? Tufanyaje? Oh, Bwana alikufa, so tufanyaje? Mambo ya kuelezana status yako wachana. Nani amekuuliza? Tukiketi hivi kuna mtu anajua mchana yako? Iko? Unaweza jua nani ni single lady? Sisi wote tunakaa kwa Bwana. Kama mtu atakuuliza si wachana naye. Hata utangaza sema mimi sisi single. Watu wanasema sisi ni wezi ya Bwana yetu. Oh, tumeiba kwa Bwana ya watu. Watu wanasema sasa hivi walishasema zamani. Breaking news, wanakuonanga mwizi. Ni wewe tu kujiambia mimi sio mwizi. Unajua saa zingine wamama wanajiweka mzigo yenye hakuna mtu amekuweka. Hakuna mtu amekuuliza wewe ni mjane. Don't explain your status. Na nikaambia wamama direction ikibadilika, hata your lifestyle must change. Sema amen. Katembea kama mtu unajua kenye unafanya. Hata kama huna pesa, hata kama unadaiwa. Nani adaiwi? Nani ana deni hapa kuweka mkono juu tuone malaika? Sio watu wanadai, hata bisho wanadaiwa. Imagine. Na ndio nikasema Kenya hii, yule anafaa kuwa hilo ni yule shujaa. Yule anadaiwa kwa chasi. Anadaiwa tala. Anadaiwa ile ya muda ilikuwa inaitwa nini na Mungu baba? Mulilipa. Unadaiwa fees, unadaiwa rent, unadaiwa hata ya hii conference, na bado unakaa kiti ya mbele na upaki kulipa. Yaani unadaiwa kila mahali na bado usingizi inakuja. Acha Mungu wewe shujaa. Ni vile tu serikali watakutambua wewe ni shujaa. Yaani unadaiwa kila mahali na bado unanona. Tuna wajasiri Kenya. Tuko na wajasiri kabisa. Na ndio niliambia watu deni isikuue. Hata president alituambia afadhali deni ikuue kuliko umaskini ikuue. Usiogope deni. Na wakati unadaiwa, chukuanga simu ya mwenye anakudai. Kuna mtu anaona simu anadai, mtu anasema simu ya mwenye anadai kama unadaiwa, zoea kuchukua simu ya mtu mwenye anakudai. Ni heshima na sio kufanya makosa mara mbili. Ukiwacha kuchukua simu, umefanya makosa ngapi? Makosa ya kwanza kujaliwa pesa. Makosa ya pili, najua kuna mwingine hapa anasema hiyo shetani yangu siachukue simu. Unajua kuna siku nilikuwa nadaiwa na mtu. Na mimi sikuchukua simu nikijua ni pesa ananiambia. Mimi nikalenga. Mwezi gani? Saida asubuhi yule mzee. Nasikia mtu anagonga kete. Nilikuwa tu pasta. Kutoka nje ni yule mzee ananidai. Umejipata ukiomba msamaha bila kuambiwa makosa yako.
watoto wanakosa. Akaniambia, mtoto yangu, nikikupigia simu nilikuwa nataka nikwambie hiyo pesa ninakudai, nilitaka nikubariki. Mimi na kelele yangu, hiyo pesa ilikuwa shilingi 1,200. Nilikuwa nimechukua shamba ya 1,400, nikawa nimelipa 1,200, nimebaki 1,200. Mungu akaongelesha hii mzee kutoka huko Nakuru, akaambia yeye bariki huyo pasta. Akaniambia, pasta, nilitaka nikwambie nimekubariki na hiyo pesa. Mimi na kelele yangu nilichukua simu. Akaniambia, kwa sababu au kuchukua simu, naomba uweke hapa pesa yako. Nijiambia mmetinga hii. Ilibidi niuze hiyo shamba. Ilienda. Ni real story. Niliuza shamba 1,350, nikahesabia mzee yake 200 na mimi nikapake na 150. Sijui kama mnanipata wamama. Saa zingine mtu anakudai na ameguswa na Mungu akuachie hiyo pesa. Wewe wako ukivinya simu, unanyonga kama nini? Unanyonga kama kondoo na umeokoka. Mama wa PhD. Kutoka leo ukipigiwa simu mwenye anakudai, chukua simu. Sema amen. Kwa hivyo kitu ya pili ilibadilika ni direction. Kitu ya tatu ilibadilika. Wacha tupitie neno la Mungu. Kwa Biblia yako niliwacha juu, nifungulie yako. Wakati walirejea kurudi nyumbani, Biblia inasema watu waliimba nyimbo za sifa. Ama Mungu sikia hiyo? Baadaye kidogo akainuka, akakaribia lile jeneza. Usilie. Jambo la tatu ilibadilika ni kwamba Biblia inasema na wakamtukuza Mungu. God changes the song. Ilikuwa ni machozi, maloma, wimbo ya mazishi, Mungu akabadilisha kuwa wimbo ya furaha. When Jesus comes to your life as a woman, your song must change. Lazima wimbo badilike. Wimbo tulioimba ya kushindwa, tukishakutana na Yesu, wimbo inabadilika kutoka wimbo ya kushindwa mpaka wimbo. Tuhubiri pamoja, karibu inafika lunch. Your song must change. Najua kuna nyimbo sio nyimbo. Nilipata mama mwingine akisema, niko na wimbo moja ningependa kuimbia. Nini mbaya na mimi, nini mbaya na mimi. Alikuwa mkale. Nini mbaya na mimi. Nikasema, this is not a song. Hiyo sio wimbo, ni kujihurumia. Sikia, ukikutana na Yesu, and I pray for that encountering with God. Hallelujah. Wimbo inabadilika. Ulioimba wimbo ya kuhuzunika, utaunda nyimbo ya sifa. Hata usiku usingizi ikipotea, unaimba nyimbo ya tenzi za roho. Hallelujah. Elenina, endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie. Bwana unibadilishe. Kama umekutana na Yesu, lakini kama hujakutana na Yesu, usingizi ikiisha, vile utadai watu mpaka unatoa taarifa asubuhi ya kutoka saa 8 na ulienda kitanda saa 5, unaambia watu, na mlisikia ile nuru ya saa 8? Watu wanasema hapana, tunalala. Hata ya saa 9 Mungu sikia choko ikiwaka ikiwika, sema hapana tuko. Sasa hata punda ile ya saa 10 Mungu sikia
nilijiambianga nikiingia kitanda, niliambia usingizi tukubaliane. Mahali uko, tafadhali chukua speed ya 100 km/h. Nikiingia kitanda, sitaki kufikiria nadaiwa ama ninadai watu. Naambianga usingizi mahali uko, kuja ingiza braketi na kusema tuonane baadaye. Tuna watu hapa hawalali, kichwa inafanya di. Hata saa hii tukitembelea hii box ya wamama tumwage kila kitu. Unajua box ya wamama always ni full, na mchawahi uliza nini iko ndani. Unaona ya huyu ametoa kila kitu lakini ni full, ni full bado. Na utaona tu akishika anapeleka na atarudisha kesho ikiwa full. Na msiwahi tuuliza tunabeba nini. Wacha siasa. Mama anasema nasema siri yetu. Ukitafuta box ya wamama wengi haikosi Panadol, haikosi Cetirizine, Amoxicillin. Sikia. Kuna magonjwa inaweza ileweka na mgonjwa, lakini ingine unachiletea. Badilisha wimbo. Badilisha wimbo. Imba wimbo ya sifa. Imba wimbo ya kutukuza Mungu. Usingizi kisha usiku, wacha kudai watu. Sema na ile zekani hapa chukua ile na chombe za yangu. Na peke yako usiku wachana naye. Kwa nini unakaa mchawi? Lala. Biblia inasema na Mungu anapea usingizi wanaompenda. Imebaki tu kweli na idrama. Imebaki hiyo uanze kukimbia usiku. Lakini vile unakimbia kwa mawazo, afadhali hata ile anakimbia kwa Mungu. Kutoka leo badilisha wimbo. Imba nyimbo ya sifa. Tafuta nyimbo ya ushindi. Wakati mwingine tafuta wimbo hata kama haingiki, hata kama haishiki keyboard. Imba tu Mungu Baba ni wewe. Baba na kuja mbele zako. Jehova tutembee na yani imba tu. Hata kama haishiki, si lazima ikuwe na jifunze kutukuza Bwana. Atapiga machozi, tukuza Jehova. Atamwagilia praise. Learn to praise. Mama, kuna mapepo hayahitaji maombi. Kuna mapepo hata hayahitaji ukuje kwa kanisa. Ingine inataka tu wimbo. Imba wimbo inaondoka. Unasikia tu unasifu. Hai! Mpaka unasikia roho inatulia. Sema amen. Sema amen. Unaimba tu kuna amani katika Yesu Bwana. Sasa hiyo jikoni, kiingia sitting room kuna amani katika Yesu Bwana. Ukiingia bedroom kuna amani katika Yesu Bwana. Na hivyo ndivyo umelala. Lakini manyimbo nyingine tunasikiza. Biblia inasema na wimbo ukabadilika. Waliokuwa wanaimba ameenda. Wimbo Yesu alipoijaza na stop to praise. Mungu nifanye nikuwe mtu wa kuabudu. Jehova tufanye tukuwe watu wa kuabudu. Haleluya. Biblia inasema na Bwana anakaa kwa sifa za watu wake. Learn to praise. Learn to worship. Jifunze kuimbanga. Sema amen. Si lazima uende studio. Jitengenezee wimbo yako. Andika hata stanza 3. Stanza ya kwanza ni mashida yako. Stanza ya pili ni maombi unaomba. Stanza ya 3 in case miujiza ikifanyika. Tengeneza wimbo. Wacha kuimba manyimbo ingine ya kukudiscourage. Huko wakale kuna manyimbo ya kidunia, sijui ya kijaruo. Kuna wimbo inasema upendo karibu inuwe. Upendo
mikono, anza kuabudu. Pepo wanaheshimu sifa. Biblia inasema walipozunguka ukuta ya Yeriko siku 7, na siku ya 7 ukuta ikawa ijapomoka, wakaambiwa mmebakisha kitu moja, badilisha wimbo. Walipozunguka ya 7, wakaambiwa mkienda mara 7, ile ya 7 tafuteni tarumbeta, tafuteni keyboard, tafuta ndarama, tafuta wenye kujua kupiga vilimbi, muachilie. Walipoanza kusifu, wakaanza kuimba, ukuta kama hii haikusikia wimbo ya kwanza ya kwenda tunakunyamaza, lakini ya sifa. Walipoimba Yeriko, Yeriko lazima yanguke, Yeriko, Yeriko lazima, oh nasema lazima ni ya huko, si hapa. Ukuta ikaheshimu sifa. Na Biblia inasema na ukuta wa Yeriko haikuangushwa na wanaume, haikuangushwa na kuhubiri, iliangushwa na nderemo na vificho na kumtukuza Bwana. Sema amen. Kwa hiyo wimbo ukabadilika. Jambo la 4 ambaye ilibadilika, kwamba Bwana alibadilisha jina ya yule kijana. Aliitwa maiti kabla Yesu kufika. Yesu alipofika akamwita kijana. Ama siko hapo? Waliokuwa wakisimama akasema, kijana nakwambia inuka. Yule maiti akainuka. Yesu akikutana na mama, lazima jina yako ibadilike. Nasema lazima jina ibadilike. Waliokuita mama omena, Mungu ana uwezo kupitia mtoto yako ukuwe mama profesa. Wakati sisi tulikuwa kwetu, tulikuwa tunatoka nyumba ya umaskini sana. Hata bado sasa ni umaskini, lakini si mbaya. Baka mama yangu akapewa jina special, aliitwa mama ugali. Sababu kila asubuhi alichukua bag kutuombea maugali kwa matajiri. Na kila wakati alikuwa akionekana anasema, we, ndio ule mama ugali roboteni ile ya jana. Mama yangu anapewa kama umbwa, anaingiza mfuko, anatuletea tukule. Wanakijiji wakaamua kumpea jina mama ugali. Mimi nikiwa form 2, nikaambia mama yangu, naomba uniangalie. Nitasoma, siku moja nitakubadilishia jina. Na ndio leo nitaombea watoto wengi wawabadilishie jina. Oh, katika jina la Yesu. Wengine unaitwa mama omena na huku saa omena. Wengine unaitwa mama sukuma na huku saa sukuma. Yesu alipoingia laini, jina ikabadilika. Nikasoma nikajikaza. Mwaka jana mwezi wa 8 nikapata PhD yangu, nikaitwa daktari. Jina ya mama yangu ilibadilika kwa kiwanja ya graduation. Na wale walikuwa wanamuita Chekimia ama mama ugali, tulihakikisha wamewekwa kwa basi ya kukuja graduation. Siku ile unafanikiwa, peleka wale waliokuchukia. Mmoja alishuhudia akasema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema siku zote. Mama huyu aliteseka miaka mingi, aliteseka watoto, lakini sasa ile jina tulipea mama ugali leo umebadilika. Hata hawawezi kusema na jina ikibadilika, hata majirani watabadilisha. Na kuombea kwa mkutano huu, may God change your
Naomba watumishi watoke kwa boma yako. Naomba wainjinia watoke kwa boma yako. Kila mama shika tumbo yako. Nataka tuombee usawa yetu. Kama uko na watoto, shika tumbo mahali wanalala. Shika mahali wanalala. Na kama utapata shika tu, mwambie Mungu siku ile watazaliwa kupitia hapa. Ninawaombea. Shika tu hata kama hujazaa watoto. Siku na wandugu Mungu hapa. Shida yenu ni mingi. Wacha tumalizane na yetu kwanza. Nataka utabirie ya kwamba waliolala hapa hakuna hata mmoja atapotea. Waliolala hapa watanibadilishia jina. Waliolala hapa. Na kama hawajazaliwa, Mungu mwambie bariki tumbo langu. Siku moja nibebe watoto. In the mighty name of Jesus, receive that grace. May your children change your name. I say, may your children change your name. Watoto wako wakubadilishie jina. Watoto wako wakupeleke kiwango kingine. Waliolala hapa watapotea. Waliolala hapa wamebarikiwa katika jina la Yesu. Jina ilibadilika. Tuko wangapi? Tuko wangapi? Akaitwa maiti ikabadilika kuwa jana. Leo sema na Mungu ikawashika wote. Wakamtukuza Mungu akisema nabii ametokea kwetu. Na Mungu amewaangalia watu wake. Abarikiwe. Walio kitu ya 4 ama ni 5? Ya 5 iliyobadilika ni ushuhuda. Habari hii ikaenea. Naomba ushuhuda wako ibadilike. May God change your story. Hawajasikia, may God change your story. Naomba Mungu akubadilishie hadithi. Ile hadithi wanajua kukuhusu. After this conference, may your testimony change. Ushuhuda yako ibadilike. Oh, katika jina la Yesu. Mungu akufungulie page. Mungu afungue page mpya. Walioko mudharau. Sema amen. Ninahisi katika urohoni kuna ushuhuda inaenda kubadilika. Hata hiyo kanisa yako unashiriki, una ushuhuda yabadilika. Yesu alipoingia na ile ushuhuda ulibadilika. May your testimony change. Nasema historia ibadilike. Sema amen. Yesu alipoingia, Biblia inasema na habari hii ya ufufuo ikaenea. Hata wewe yako itaenea. Hata yako pia itaenea. Na niliambia watu kama hawakuweza Yesu hawatakuweza. Unajua kuna ufunuo nilipata juzi. Yohana 11 Lazaro anafufuliwa. Right? Yohana 12 chapter verse 9. Biblia inasema na Wayahudi walikuja kwa agenda tatu. Ya kwanza kumwona Yesu aliyefufua Lazaro. Agenda 2 kumwona Lazaro aliyefufuka. Agenda 3 ndio sumu, kumuua Lazaro. 12:9 John. Imagine baada ya Lazaro, na ujue ni baada ya siku 6 alipofufuka. Imagine watu wanakujaje kumuua na ndiye ametoka kaburi. Si wangekuja kumuuliza mtu akikufa anasikianga aje. Lakini watu wanakuja, kwa hiyo walikuja kumrudisha kaburi. Nikasema kumbe agendas mbili inaweza kuwa mzuri. Lakini B ndio mbaya. Watu wakitaka kukufanyia kesi wanaanzanga na agendas mzuri. Sema asante ndugu kwa kazi unafanya kwa kanisa la PG. Tumetambua kazi yako. Hiyo ni mzuri. Ya pili, habari ya huduma. Karibu tusahau moja. Hiyo ndio main agenda. Ndio wanairishanga mikutano kwa maombi ya vita. Maana mkutano ya vita Reverend huwezi jua wanaanzana na usuri
ushuhuda ukaenea. Sasa walipokuja kutaka kumuua Lazaro, Biblia inasema ya kwamba ukiendelea kusoma ni kwamba ajenda hiyo ya tatu alikutimia. Nikajua kwa nini walitaka kurudisha Lazaro kaburi baada ya 6 days. Nikajua walitaka kufuta ushuhuda ya ufufuo. Waseme hata Yesu ni muongo, hakufufua. Na kama wakufuta ushuhuda ya Yesu, hata yako chochote umefanyia Mungu, hakuna mtu ana raba ya kufuta. Sasa zingine umejitolea kwa hii kazi sana, hakuna mtu anajua. May your testimony change. Ushuhuda yako haitafuta. Kule kwetu Baringo ninapomaliza dakika zangu imebaki ngapi? 30. Na bado na point stand. Kule Baringo wakati tuna wageni, sasa hivi tuko na wageni, tunatafutana mawe. Tunapaka pande hii na pande hii. Kisha tunachukua white wash. Tunapaka mawe iko white. Mnapaka viungo. Mawe inakaa white. Na unaomba unasema Mungu isinyeshe. Mpaka sherehe ifanye nini? Wageni kutoka Nairobi wakiingia wanafikiria muko na mawe white. Watu wanakula sherehe. Baada ya siku 3 baada ya sherehe, mvua inaanguka. Ile whitewash wanaondoka na mawe, anasema siku kwa white. Hii ndio kala ya. Hata kwa huduma watu wana uwezo ya kupaka whitewash kwa ile kitu umefanya. Wanakaa kuficha, wanakaa wamesahau. Sikia, mvua inakuja, whitewash yao yote itaondoka, na watasema hii kazi ni fulani alifanya. Usichoke kutenda. Hakuna mtu ana uwezo ya kufuta kenye umefanya. Siku moja watasema hii kanisa ndio isimama na huyu mzee. Sasa hivi wanaweza jifanya waoni, wacha wabaki whitewash. Kuna siku ya mvua. Kuna siku ya mvua. Na watasema hii kanisa dada fulani alisimama nayo sana. Kama wakufuta ushuhuda ya Yesu, hata yako watafuta. Kama wakuweza Yesu, hawatakuweza. Kama wakumaliza Yesu, hawatakumaliza. Sema amen. Kwa hivyo ushuhuda umebadilika kutoka ushuhuda ya kifo, kutoka kusoma eulogy. Hello? Eulogy ilikuwa inasoma he was born, he married. Sikia, ilibadilika kutoka he was mpaka yes. May your testimony change. Wale wanangoja ukufe watangoja sana. Wanaongoja watoe ushuhuda mbaya watangoja sana. Tubiri pamoja tuikwe tamu. Wanaongoja kusherekea uanguko wako watangoja sana.
kukumbusha kuhusu Petro. Unakumbuka Petro alipofungwa gerezani? Biblia inasema ya kwamba aliwekwa ulinzi ya watu 16. Ine. Na walipowekwa wakawamchunga, Biblia inasema na usiku wa manane malaika akashuka na akamwamusha Petro. Sikia? Wajawa hiyo kelele ya asubuhi, sio? Hapa ni Kisumu. Hiyo wetu hiyo haifanyiki. Wetu anaenda pole. Sasa wakati Petro anaamushwa na malaika, Biblia inasema alitoka mlango ya kwanza, ya pili na ya tatu, akifikiria hapo kwa ndoa. Na alipotoka nje malaika akatoweka. Yeye akasema mara ya kwanza ninakimbia kwa ile nyumba ya maombi. Walipofika, Biblia inasema akiwa anakoka mlango kulikuwa na mchakazi maid. Maana maid hawafungani macho. Alafu ukitaka kujua wewe peke yako ndio unafunganga macho, siku nyingine naomba alafu ufungue macho. Utaona watoto wakikurumia sana. Ingawa naomba unasema Mungu bariki saidia huyo mtoto, na huyo unamwombea anasema baba, ukifika kwa jina la Baba unasikia wanakusaidia la Mwana. Sasa Petro alipofika kwa ile nyumba ya maombi, yule mchakazi akachungulia akaambia watu Petro yuko nje. Akaambiwa kichwa imeruka. Akasema mimi nawaambia. Karudi kuconfirm ni Petro. Biblia inasema ulipofungua mlango, Petro akaingia ndani na kuambia mnyamaze na wape ushuhuda. Enda soma hiyo neno vizuri. Baada ya Petro kutoa ushuhuda, ndio wale walinzi waliokuwa wanamchunga ndio wakaamuka. Imagine Mungu alihakikisha ameweka usingizi mpaka Petro akatoa ushuhuda. Kuna maadui lazima walale mpaka utakapotoa ushuhuda. Ya utasikia kuna watu watawekwa kutoona mpaka utoe ushuhuda. Kuna watu wakijua uko na mimba watakuendea mchana. Mungu anahakikisha watu hawataona hiyo mimba. Na Mungu tuna hawa. Ukianza kukuta kanisa kutoa ushuhuda sema praise God church. 2 months ago tulibarikiwa na mtoto. Unasikia anaanza kuuliza lini? Kwani alikuwa na mimba? Na wote Mungu anawasababisha wafungwe macho mpaka utakapotoa ushuhuda. Ninatangaza kwa hiko kamani, may your enemies wake up late. Haujasikia Kiingereza? Adui zako waamuke kama wamechelewa. Waamuke kama umebarikiwa. Waamuke kama umeinuliwa. Waamuke kama umeenda mbali. May your enemies wake up late. Waamuke kama umeinuliwa. Kuna watu wangejua unaenda kukuwa mchungaji wangekuwa. Mungu akaficha. Mpaka siku ya ordination wanasema aliendaje, alipenya aje. Sio kupenya, Mungu alifunga macho. Hata wewe na kuombea kwa mkutano huu, adui zako waamuke kama watoto wamebarikiwa. Waamuke kama umeolewa. Waamuke kama umesoma. Waamuke kama umechelewa. Wakati nilibariki hiyo gari yangu ni gari ya 6. Kuna watu walisema, na ni wachungaji. Alinunua na nini? Alipata wapi elfu? Alipata wapi milioni? Na tumekuwa na hawa. Hata nikiimport from Japan, niliwaambia vizuri, nimeimport gari inakuja. Hata wakuamini, macho pia ikafanya nini? Mpaka wakati wanabariki. Nikahakikisha yule anipendangi aongoze maombi. Kuna watu hawataona
In the name of Jesus. Mungu alipoanza kuninua kwa huduma, sasa kadi hainitoshi, natumia ndege. Na mara nyingi wanapiga picha nikienda na ndege. Hata kesho naenda na ndege Nairobi. Nataka mjue naenda na ndege. Wewe wivu wa Chinongo. Haleluya. Nikipanda ndege saa zingine napiga picha nikipanda na kuambia wala wako wajua nitaondoka, ndio kuondoka. Naweka status potesa tu. Tafutaka kitu ya kusumbua watu. Hata gari si lazima ukue naye. Omba hii yangu, enda kwa steering, piga picha ukishika steering, sema ndio kutoa kwa yard. Sumbua tu, sumbua. Unafikiria hata huyu reverend kunikaribisha, mimi sipatikana. Huyu simama reverend nipigie makofi. Asante baba kunikaribisha. Shake my hand. Huyu mseni mjasiri. Aliniambia pesa si kitu, wewe kuja. Kuna watu wanaokopa kunikaribisha. Maana mimi ni kali bega. Kama sahi ananipea 100,000. Sikia vile unasitoka. Na atanipea, na akinipea si utakufa. Huyo ni mjasiri. Niambia basta kuja. Kuja ongea na mama yangu. Kuja ubiria hawa. Na uambie mama unasemanga. Sasa nitasema kwa kipindi cha pili. Sasa hivi na ubiri. Kipindi cha pili ni taarifa. Maana unajua wachungaji, ikiwa mama wasiposaidiwa hawaendi club. Hawa si walevi. Hawatafunzwa kwa club. Kuna vitu tutafunza kwa madhabahu. Kuna vitu tutafunza kwa shule. Sasa mahali tunawapata ni hapa. Amen. Lakini wacha tumalize kuhubiri kwanza. Amen. Mama mnapendana tabia mbaya. Ilikuwa nini lazima ibadilike? Hii tulikuwa na mafai. You are testimony must. Na kuombea kwa jina la Yesu. Waliochukua page yako, Mungu akufungulie page. May God open a new page. Mungu akufungulie ukurasa ingine. Wengine wamezoea page 2. Mwambie excuse me. Page 3 is. Sema amen. Mungu akikufungulia new page. New page Biblia inasema hakuna macho, hakuna masikio, hakuna moyo imewaza kuhusu yale Mungu anakupangia kwa next page. Shetani anajua jana na leo, lakini kesho ana report. God, open a new page. Inua mikono, mwambie Bwana, nifungulie ukurasa. In the name of Jesus. Nitaenda mahali sijaenda. Nitakanyanga mahali watu hawajakanyanga. Omba hiyo maombi. Ninaenda mahali wa ndugu zangu wataenda. Ninaingia kiwango ambaye marafiki wataingia. In the name of Jesus. Ingia kiwango ambaye wa ndugu zako hawakufika. Ambaye dada zako hawakufika. Kuwa wa kwanza kuingia kiwango kingine. Mpaka wakuulize siri ni nini. Kuwa yani mpaka wanauliza siri ni nini. Waambie siri ni kukutana na Yesu. Hallelujah. Meet with Jesus. Meet with Jesus. Number 6. Kenya ilibadilika, nataka kumaliza sasa. Kile ilibadilika ni mazishi kuahirishwa. So when you meet with Jesus,
some things must be postponed forever. Unaandika? Yes. Unaandika nini? Amen. Wakati Yesu aliingia kwa mji, Biblia inasema waliokuwa wanaandaa mazishi, waliokuwa wanabeba jeneza, Biblia inasema Yesu alipokusa jeneza, kila kitu ikaahirishwa. Wale waliobeba jeneza wakasimama na kunyamaza, na akawacha Yesu afanye kazi yake. The burial was postponed. Do you know when you meet with Jesus, when you encounter with Jesus, there is some things will be postponed forever. If the devil was attacking to kill you, he will never kill you. Shetani alikuwa anapanga kumaliza hii mwaka, hautakufa. Wale walikuwa wamesema ni kama anakufa, watakuona ukiishi, maana nina postpone kwa jina Yesu. Mimi nilikataa kukufa. Mimi nilikataa kifo. Niambia kifo tukubaliane. Nitaishi miaka yangu yote. Mpaka nishindwe miaka. Mpaka niulize ile kitu iliitwa kifo ni wapi? Unajua kukufa mapema sio mapenzi ya Mungu. Kataa premature death. Refuse in Jesus name. Postpone that plan of the devil. My ministry will never die. Nobody will kill. Unajua mimi nahubiria watu nikijihubiria pia. I pray for people as I pray for myself. Somebody shout amen. Somebody shout I will not die. Sema sitakufa. Unajua nilifundisha wa mama. Nikaambia for the sake usikufe. Maana ukikufa mzee alikuwa miezi ngapi huko Nyanza? Mzee akikufa mama nao baada ya miezi ngapi mzee nao? Hata mwezi mbili, hata wiki. Kwanza siku ya mazishi kuna mmoja anamwambia, kuna mmoja anakuja hakikisha kwanza anakuja kaburi aone umesetiliwa mchanga vizuri. Sema hizi haendi. Hata alitesa hii mzee. Sasa yeye anaenda ambia mzee yako pole kwa yale ulipitia. Mengi ni ya dunia. I am here for you. Mama, ukikufa kifo ni yako, matanga ni yetu. Ndio unaona mtu akikufa chama na anatafutwa ya kutupanga vile tutakula. Usikufe mama. Don't die. Hata hiyo mtu unataka kukufia si ndugu yako. Ama hata yule ndugu yako. Ni mtoto ya aunti. Ni yako. Ni ya baba mkubwa. Unaitana nini? Sweetheart. Na hiyo mapenzi gani hivyo? Wamama wewe. Sijawatenganisha na nyumba zenu. Lakini sitaki kukufa. Sema sitakufa. Nitaishi. Kuchunga watoto yangu. Kuchunga maisha yangu. Kutangaza uzuri ya Bwana. Haleluya. Sema amen. Pia wamama ukikufa watu wawili watalia ya ukweli. Wangapi? Wawili. Mama yako aliyekukuzaa. Nasema mtoto yangu aliyelala. Ameenda. Anafunga tumbo na sababu ya uchungu bali ulilala. Na mtu ya pili watoto waliolala tumbo. Sema mama yetu angetuambia kijana mzungu tu kama mtoto analia. Watu wengine ni escorters. Kama huko kwa Waluya wataangalia mwili wakiconfirm kama mchele imeiva. Hii na
ishi ya watoto yako, ishi maisha yako. Jiambie sitakufa. Mighty name of Jesus. I refuse to die. I will live to see tomorrow. Na mama anasema hata siwezi lilia na sasa hiyo analia. Siwezi lilia mtu, siwezi lilia basi. Siwezi lilia hata siku moja. Siwezi tusoma. Anajisumbua. Mama jiite mkutano. Talk to yourself. Hakuna mtu anakupenda. Hakuna mtu anakujali. Wewe ujijali. Nasikia kuharibu kidogo. Reverend, wacha niharibu. Wewe unafikiria hata sasa ukose suruali. Kuna mtu atakununulia. Waanze kufanya imeraruka mpaka ukiamua unasema umeulizwa huko na suruali gani? Hakuna mtu anakupenda vile unavyojipenda. Kama wako konsa, mbona ukikonjeka asiombe ofu? Na yake konjeka anataka uombe ofu na usitoke. Kama inamaliza kuja lakini wazee Mungu anawaona. Niliuliza mzee mmoja, mbona mnakuanga mbali wakati tuko wagonjwa? Akaniambia basta, sisi kama wazee tunaogopa kuonanga vitu mbaya. Tunataka kwenda kama atakufa nisione, akufe kama niko. Nikasema usipojihurumia mama, ukichoka mchana lala. Nasema ukichoka, umefanya shughuli imechoka, weka vyombo kando, ambie mngoje, lala kidogo. Ukisikia kiuno inakataa, mama wacha kuendelea kuinama. Ukisikia uko mgonjwa, jipeleke hospitali. Ukisikia unajikuna hapa, jipeleke hospitali. Ambia daktari sita. Maana hapa ikileta sita, watawacha yako waende tafute nyingine. Wacha hapa iharibike. Wacha tu iharibike. Uone kama atatafuta basta kuja aombe. Mama oye. Sitaingililia wazee sana, lakini si hata wazee mlijua Mungu mkutano ya mama. So mkisikia kidogo tumewagonga na kujitia moyo katika Bwana. Mama oye. Si Mungu akubadilishie hiyo na nafasi kama ilikuwa nini? Siairishwe. Chochote adui amepanga situairishe. Sinasema hiyo agenda iairishwe. Ile mkutano wamepanga kuketi kukuongelelea, situairishe. Ile maneno wamekupangia, situairishe. Ile mpango ya kufunja ndoa yako, situairishe. Wale wanapanga kukufunjia ndoa, hiyo mkutano tunairisha sana. Mahali wanakutana na mzee wakipanga vile watakuondoa kwa hiyo ndoa. We are boss. Tusaidie tuongee mama.
na haikuwa watu wa nje, wazee wa kanisa. Kaona ndoto mpaka nikaona mwenye anachea mkutano. Nikaamuka usiku, nikairisha mkutano, nikasema I postpone. Ninatangaza wapatwe na shughuli ya dharura. Nilipigana kwa maombi masaa mawili. Asubuhi naona ninaandikiwa message, you are supposed to attend a meeting at 10. Nikajua ni ile ndoto. Kaka nikijua niliombea. After 30 minutes wakasema mkubwa ameahirisha mkutano. Mpaka leo haijaifanywa hiyo. Ile forever. Kuna vitu tunaahirisha. Haujasikia? We are postponing in the spirit. Wanaopanga physically. Ile wanapanga. Mipango mipango. Tunaingia kwa rohoni. We are postponing in the name of Jesus. Amina. Hawatapanga kukumaliza. Hawatapanga kukushusha. Hawatapanga kukudemote. Kuna mkutano tunaahirisha bora. Nisaidie tuahirishe, 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 we postpone, we postpone. Oda. This is a serious business. Simama tuahirishe mkutano. Kuna kitu nataka tuahirishe. Mpango ya shetani. Ajenda ya kukumaliza. Tunaahirisha. 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 We postpone. We postpone. We postpone. In the name of Jesus. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. In the name of Jesus. Nina postpone hiyo mkutano. Hiyo mkutano wanapanga kuketi. Kukumaliza I postpone it. Wale wanapanga njama ya kukushusha. Haitaendelea. Nasema haitaendelea. Katika jina la Yesu. Na kanisa useme amen. God bless you.